Dada yuko serious kabisa, anapitisha mkono hadi huku chini, anataka ashike zaga la mwamba. Mshikaji ana mengi ya kujiuliza, kwa nini mke wa bosi anamfanyia mambo kama haya? Mke wa bosi amekaa kimitego mitego tu, angalia hata nguo aliyovaa. Haikuishia pale, mida baadaye dada akamwita mshikaji hadi chumbani kwake, anataka ampake mafuta mgongoni. Sio mbaya, mshikaji akanyaka kikopo ili ampake. Akiwa anampaka mafuta, dada alikidondosha kile kitaulo makusudi kabisa. Kama tayari umesubscribe, chukua popcorn zako, kaa tayari, turuke na huu mzigo. Kuna huyu dada anaitwa Benita, leo amenunuliwa gari. Sasa yuko na huu mzee ambaye ndio ndoto ya kila mwanamke. Mzee akamwambia kuwa ukiachana na hii gari na nyumba, nitahakikisha akaunti yako haipungukiwi hata na shilingi 100. Benita sasa, nitanunua kila kitu, nitanunua nywele, nitanunua kucha, nitanunua viatu, nitanunua begi. Chifu wangu we. Benita hataki kuamini macho yake. Walipoingia ndani ya nyumba ndio kulikuwa ni hatari zaidi. Hii nyumba ilikuwa na vitu vya thamani sana. Baadaye kidogo, chifu akamwambia kuwa anataka jambo moja kutoka kwake tu. Anataka Benita awe mwaminifu na mkweli na atamfanyia mambo mengi zaidi ya hayo. Benita akamhakikishia kuwa yeye ni mwaminifu na haitoka hata siku moja aje amsaliti. Chifu akaendelea kusema kuwa kwa sababu Benita hajui kuendesha gari, amemwandalia dereva ambaye ni professional, atakuwa anamwendesha kwenda popote atakapokuwa akihitaji. Chifu akamwita Stanley, anataka amtambulishe kwa Benita. Baada ya kuita kwa muda kidogo, Stanley akaja. Huyo Stanley sasa, mwamba kauma vitu. Mtoto wa kike mwenyewe kamwelewa. Benita kila kimwangalia Stanley, anajikuta ajiwezi kabisa. Chifu akamtambulisha Benita kwa Stanley, akamwambia kuwa huyu ndio atakuwa madamu wake mpya. Na chifu akaondoka hapa ndani, akamwachia Stanley majukumu ya kumwangalia na kumtunza Benita. Sasa baada ya chifu kuondoka, kujichekesha kote kwa Benita kukaisha. Benita akaanza drama zake. Mbona umesimama hapo kama kinyago? Samani madam, nilikuwa nakusikiliza, kama kuna chochote naweza kukusaidia. Hebu acha kunivunjia heshima. Sasa hivi nitakubadilikia. Nimesema ondoka. Sasa niende wapi madam? Njoo mpaka hapa. Baada ya pale, Benita akaja hadi nyuma ya Stanley. Akaanza kuenjoy namna anavyomfanya Stanley kama kinyago chake. Kiufupi yani, Benita alishamuelewa Stanley na ndio maana anamletea drama za ajabu ajabu. Sasa mida baadaye, Benita na Stanley walikuwa wametoka na mida hii hapa hivi ndio wanarudi hapa nyumbani. Sasa huko ndani ya gari wanagombana tu. Benita anamlaumu Stanley hajui kuendesha gari vizuri, lakini Stanley amekuwa akijitetea kuwa ana uzoefu zaidi ya miaka 10 na amekuwa kimwendesha chifu. Sasa walipotoka nje ya gari kiliendelea kunuka hapa. Benita anamwambia kuwa anaendesha gari kama mwendesha mkokoteni tu. Stanley baada ya kuambiwa maneno machafu kama hayo, akataka kumrudishia Benita funguo yake aendeshe mwenyewe, lakini wala Benita akaamua kuachana naye, akamwacha Stanley pale nje, akaingia zake ndani. Kutokana na hizi dharau zilikuwa zimefika mbali, Stanley akaamua kumpigia simu chifu, akamwambia kuwa yeye hataweza kufanya kazi na Benita, dharau zake zimezidi. Sasa akiwa anaendelea kumlalamikia chifu, Benita akaja akamnyang'anya simu, akaanza kumwambia kuwa Stanley ni mwongo na yeye ndio mgomvi. Sasa chifu yeye anasikia ugomvi tu, hajui mwenye shida ni nani. Sasa baadaye chifu akaja nyumbani ili kumaliza huu ugomvi. Chifu akawaleta kikao wote wawili, akawaambia kuwa wanatakiwa kujifunza jinsi ya kuishi pamoja wote wawili, na akaendelea kusema kuwa hataki kusikia ugomvi wa kijingajinga umetokea kati ya wote wawili. Na baada ya pale chifu akaondoka kurudi kazini kwake, akiwaacha wote wawili sebleni. Haya bwana, baadaye mida usiku mwingi sana, Benita yuko kitandani anahangaika tu, hapati usingizi. Isitoshe chumbani yuko peke yake. Akapata idea ampigie simu Stanley. Simu ikaita. Kwa bahati nzuri Stanley akapokea muda ule ule pia. Benita akamwambia Stanley kuwa anataka kutoka auti, aje awashe gari ili watoke. Stanley akasema kuwa hawezi kutoka sasa hivi, isitoshe sasa hivi yuko nyumbani kwake. Benita akashangaa, nyumbani kwake? Kwa nini asingekuwa analala kwenye chumba cha wageni? Stanley akamwambia kuwa mara nyingi huwa anapenda kukaa nyumbani kwake anapokuwa amemaliza kazi zake. Benita yeye hataki kuelewa, anamwambia Stanley kuwa ahakikisha anakuja sasa hivi ili watoke auti. Wakiwa wanaendelea kuongea, simu ikakata. Benita akakasirika, akadhani kuwa Stanley amemkatia simu. Sasa kulipokucha asubuhi leo hapa ndani, mzee anafuka kinoma yani. Mzee hakupenda kitendo cha Stanley kumkatia Benita simu. Pamoja na Stanley kujitetea sana, mzee akamwambia kuwa akahamishe vitu vyake vyote na aje aishi hapa ndani na Benita. Wakati huu Benita anafurahia tu, anaona michongo yake inaenda kutiki. Sasa mzee akaendelea kushindilia, anataka Stanley
awepo hapa ndani ya nyumba ili aweze kumzingatia na kumjali Benita kwa kipindi chote ambacho yeye atakuwa hayupo. Okay, masaa mawili mbele baadaye tunamwona Benita na Stanley wakiwa hapa sebuleni. Stanley alikuwa akimkumbusha Benita kuwa jana alimwambia kuna sehemu ya muhimu leo anataka kwenda. Benita akamuuliza, "Umenihitaje?" Stanley akasema kuwa, "Nimekuita Madam Benita." Benita akasema kuwa, "Hilo ndo tatizo lako. Unaona jinsi nilivyovaa leo, unatakiwa uniite Sonita." Aya sasa, twende kazi. Unatakiwa uniite Sonita. Stanley akasema kuwa hawezi kumuita Sonita kwa sababu yeye ni madamu wake. Benita akiwa amevaa kanguo kafupi akaanza kumsogelea Stanley akimkomandi amuite Sonita, lakini Stanley hakuwa tayari kumuita Sonita. Benita akaingiza mikono kwenye suruali ya Stanley. Benita anamlazimisha Stanley amuite Sonita, na kama hatofanya hivyo atashika zaga lake. Sio poa yani. Haya ndio mambo ambayo yalikuwa kijiri hapa ndani pindi chifu anapokuwa hayupo. Okay, sasa mida baadaye usiku, Benita alimuita Stanley hadi chumbani kwake na akaanza kumlaumu pale. Kulingana na uendeshaji wake wa gari leo, amesababisha yeye kuumwa na mgongo, na kwa sababu ya maumivu yote aliyomsababishia anatakiwa amfanyie massage. Stanley akaanza kujitetea pale, mbona leo ameendesha gari vizuri tu, na istoshe yeye kufanya massage sio professional yake, yeye ni dereva tu. Benita akaendelea kusema kwa msisitizo kuwa, Stanley, lazima unifanyie massage kwa sababu mwili wangu wote unauma na wewe ndio sababu. Na kweli bwana, mida baadaye tunamwona Stanley akiwa anamfanyia massage Benita. Alikuwa akimfanyia massage maeneo ya hapa mgongoni tu, ila hali ilibadilika Benita aliposema kuwa anataka amfanyie massage hadi chini ya kiuno. Stanley akabaki anagunaguna tu pale, hana cha kufanya, ikabidi amfanyie massage mtoto wa kike. Wakati huo Benita anafurahia tu, anamcheka Stanley kimya kimya. Na katika siku iliyofuata Stanley na Benita walitoka out. Wakiwa huku nje maeneo haya hapa hivi, Benita kuna mama alikuwa akiongea naye. Huyu ni mama muuza matunda. Stanley akiwa anamwangalia tu kwa mbali. Baada ya kuongea naye kwa muda mrefu, Benita alienda kwenye gari na kisha kuchukua kiasi cha pesa na kuja kumpatia huyu mama. Yule mama alimshukuru sana Benita. Leo kwa mara ya kwanza Stanley alimwona Benita akiwa anatoa msaada kwa watu wenye uhitaji. Stanley alimwangalia Benita kwa muda mrefu huku akiwa anamtafakari. Benita hadi chozi lilidondoka unaambiwa. Sasa baadaye waliporudi nyumbani, waliposhuka kwenye gari, Stanley alimwambia Benita kuwa hajawahi kujua kuwa na yeye ana moyo mzuri wa kusaidia watu kama alivyofanya leo. Benita akamjibu kwa dharau kuwa yeye ndivyo alivyo na yeye hajawahi kuona wema wake kwa sababu Stanley amekuwa shida toka ameingia huku ndani. Kwa mara ya kwanza leo Stanley akamuita Benita kwa jina la Sonita, akamwambia kuwa kama iko hivyo ni bora amfukuze kazi, ila Sonita akamwahidi kuwa kazi hatomfukuza ila atahakikisha anapata shida ndani ya nyumba hii. Stanley akarudia tena kumuita Benita kwa jina la Sonita, akamwambia kuwa kama amegoma kumfukuza kazi basi hatokubali manyanyaso yoyote humu ndani, atahakikisha wanapambana hadi wanauana. Okay, leo tena wako mjini, wanaenda kufanya shopping. Benita anamwambia Stanley kuwa anataka kubadilisha ladha ya perfume yake. Hivyo kwa sababu amemsikia Stanley ananukia vizuri, anamwomba akamsaidia kuchagua aina nyingine ya perfume nzuri. Kweli bwana, Stanley akakubali. Wakaja hadi kwenye duka la kuuza perfume. Akiwa yuko hapa ndani Stanley anachagua perfume, Benita yuko busy anamwangalia Stanley tu. Basi wakachagua perfume nyingi pale ndani, na mida baadaye tunaona wakiwa narudi wanaingia nyumbani. Stanley alipokuwa akitaka kuweka mizigo, Benita alikuja na kumpiga Stanley bonge moja la busu. Stanley kabidi amsogeze kwanza Benita, akamwambia kuwa kwa nini anamletea majaribu kama hayo, kwa sababu yeye ni mke wa bosi tayari na hii itamletea shida kwenye kazi yake. Benita akamhakikishia kuwa yeye na chifu hawajawahi kufanya chochote kile na istoshe yeye anampenda Stanley. Stanley akasema kuwa hili haliwezekani na atataka ili waliweke kama siri tu, na baadaye Stanley akaamua kusepa zake. Katika siku iliyofuata leo Benita akamuita Stanley chumbani tena, anamwambia kuwa anataka ampake mafuta mgongoni. Kama kawaida Stanley akawa anagoma kufanya hivyo, anamwambia kuwa hiyo sio professional yake, yeye ni dereva tu. Na baada ya Benita kumlazimisha kwa muda mrefu, Stanley akakubali, akachukua mafuta akawa na siriba ili ampake. Sasa kwa kuwa Benita alikuwa na mtega, akagondosha kale kataulo, akabaki mtupu kama alivyozaliwa. Sasa pale ndio mapigo ya mbio ya Stanley yakaenda moyo. Stanley akiwa hajui afanye nini, baadaye alipokuja kugeuka anashangaa Stanley hayupo. Okay, moja kwa moja hadi katika siku iliyofuata. Mida hii hapa hivi wapo kwenye gari. Stanley anaambiwa aendeshe gari tu, hajui anaelekea wapi. Baadaye Stanley akamwambia Benita kuwa kama hatomwambia ni wapi anaelekea, basi atasimamisha gari na kisha atarudi nyumbani. Benita akamwambia kuwa ampeleke kwenye mgahawa mmoja wa kifahari kwa ajili ya kupata chakula kizuri. Baada ya muda wakawa wamefika hadi kwenye huu mgahawa hapa hivi, na wakiwa hapa Stanley akachukua jukumu la kumwagizia chakula, na chakula kilipoletwa
Benita alikifurahia sana. Alienjoy sana chakula ambacho Stanley amekichagua. Kuanzia mwanzo wa chakula hadi mwisho wa chakula, Benita alikuwa kikisifia chakula tu. Na mida baadaye wakarudi zao hadi hapa nyumbani. Walipoingia ndani, Stanley akamsimamisha Benita, akamwambia kuwa kuna jambo anataka kumwambia. Benita akamwambia yuko tayari kumsikiliza. Stanley akasema kuwa kulingana na jinsi anavyomuona na drama anazomletea, anahisi kuwa anampenda. Isitoshe, yeye ni mtu mzima, amekuwa akiziona hizi drama kwa muda mrefu. Kwa hiyo maisha ya kuigiza ayache kwanza na aishi maisha yake ya uhalisia. Lakini huyo Benita sasa alicheka mbavu hana. Benita akamwambia kuwa hicho ni kitu ambacho hakiwezekani na wala hakitokaa kiwezekane. Hebu angalia ili shepu, inawezekanaje yeye ampende mtu maskini kama huyu dereva? Benita akawa anaendelea kuongea maneno mengi pale, lakini moyoni anajua mwenyewe nini kinaendelea. Na baada ya kusema hivyo, Benita akaamua kuondoka hapa sebuleni. Then movie inatuleta siku 2 baadaye. Mida hii hapa hivi, Stanley yuko mlangoni mwa chumba cha Benita akiwa ameshika tray ya chakula. Anambembeleza Benita at least afungue mlango ili ampatie chakula, maana ni muda mrefu umepita sasa Benita hajapata chakula chochote. Wakati huo huku ndani Benita amekaa ametulia, anamsikiliza Stanley tu. Baadaye Stanley akiwa nyuma ya mlango akamwambia Benita kuwa amemwandalia chakula kama kile ambacho alikula siku ile kule mgahawani. Kwa Benita hichi ni chakula chake sana pendwa. Baadaye Stanley akakiweka pale chini na kisha akaondoka zake. Haikupita hata muda kidogo, Benita alikuja na kukichukua chakula. Sasa kwa kuwa Benita alikuwa na njaa sana, akiwa anakula kile chakula alijisahau kufunga mlango. Haikupita hata muda, Stanley naye akawa amerudi hapa ndani. Wakabembelezana pale, chakula kikalika. Benita akaendelea kusema kuwa yeye hampendi Stanley wala hata avutiwi naye, na kwa siku zake zote atabaki kuwa madamu wake na wala sio vinginevyo. Stanley yeye anasema tu sawa tu madam. Then movie inatuleta hadi katika siku iliyofuata. Mida hii hapa hivi, Stanley yuko chumbani kwake, Benita naye yuko chumbani kwake pia. Kila mmoja ana mawazo, yuko anamfikiria mwenzake, lakini wanaogopa kuanzana. Ni nani mfuate mwenzake amwambie ukweli? Stanley naye huko anajizuia kwa kila namna, hataki kumfuata kwa sababu yule ni bosi wake, ana wasiwasi mambo yasije yakaenda vibaya. Vina muda basi, haikupita hata muda sana, Bettina akaja hadi chumbani kwa Stanley. Stanley naye kwa nguvu kubwa akambeba na kumweka kitandani. Kilichofuata mimi sijui, ila dakika za mwisho niliona mmoja akiwa juu ya mwenzake. Okay, achana hayo bwana. Baada ya kutoka mchezoni, wakaanza kuhadisiana pale. Wamekuwa wakipendana kwa muda mrefu zaidi na kila mmoja amekuwa akimficha mwenzake. Kati yao hakuna ambaye alikuwa tayari kumwonyesha mwenzake kuwa anampenda. Na hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Kutokea pale, swala la wao kukitupa ilikuwa ni swala la kawaida sana, muda wote wanakichafua. Na katika siku iliyofuata, leo Stanley alipokuja chumbani kwake alishangaa kumkuta Benita. Sasa kitendo cha Stanley kumkuta Benita hapa ndani kwake hakukipenda kabisa, yani kwa sababu itamletea madhara, na isitoshe chifu ni mtu ambaye anamwamini sana. Stanley akajitahidi kukaza, lakini aliposhikwa kidevu tu maji yakaloana. Wakati huo upande wa pili huku sebleni, chifu ameshakuja nyumbani, anajitahidi kumuita Benita lakini kimya tu. Benita ndio huyu huku yuko chumbani kwa Stanley, hata msikii chifu. Chifu akiwa anaendelea kuita Benita, baby, lakini kimya. Akaanza kuingia kila sehemu ili kumtafuta Benita. Chifu yeye yuko serious kumtafuta mchumba, hajui kama anamegwa sasa hivi huku ndani. Stanley na Benita wakiwa hapa ndani wakasikia sauti ya chifu ikiwa inaita. Walishtuka kinoma, yani walihisi kama leo wangefumaniwa. Chifu alipokuja kufungua mlango wa chumba cha Stanley alishangaa kukutana na Stanley peke yake. Akaanza kumlalamikia pale, amekuwa kigonga na kuita kwa muda mrefu, kwa nini amekuwa akikaa kimya? Na chifu alimuulizia Benita, lakini Stanley alisema kuwa hafahamu alipo. Kumbe Benita alikuwa amejificha kwenye moja ya kabati hapa ndani kwa Stanley. Baada ya kusikia Stanley na chifu akiwa wanaongelea kwa mbali, na yeye akaamua kutoka ndani ya kabati. Sasa huku nje chifu na Stanley wakiwa wanajadiliana ni wapi atakuwa ameenda Benita. Mara kidogo Benita akatokea akiwa amenuna, akijidai amekasirika, huku akisema kuwa Stanley amekuwa akimvunjia heshima na amekuwa akimkosea mara kwa mara. Chifu akawatuliza wote pale na kisha akamwambia Benita kuwa lengo la yeye kuja hapa, anataka watoke out, anataka waende wakafanye shopping. Benita akakubali. Stanley akaambiwa aende akajiandae, aje andae na gari. Chifu yeye akaingia na Benita ndani. Kweli bwana, na mida baadaye walienda out. Mida hii hapa hivi ndio wakawa wanarudi. Chifu anaenjoy kumwangalia huyu mtoto wa kike tu jinsi ambavyo amefungasha huko nyuma. Okay, mida baadaye baada ya chifu kuondoka, tunamwona Stanley na Benita wako hapa sebleni. Stanley sasa wivu umeanza kumzidi, hataki kumwona Benita akiwa na yule chifu na anataka Benita awe ni mwanamke wake peke yake tu. Benita akamhakikishia
licha kuwa hajawahi kulala na chifu wala hajawahi kumgusa, ni yeye tu peke yake. Lakini Stanley kwa upande wake, yeye hataki kulielewa hilo, ni wivu tu umejaa kichwani. Na Benita ili kumhakikishia hilo, akachukua simu yake kwenye mkoba, akamwambia kuwa anampigia chifu na kumwambia kuwa hamtaki na kuanzia leo anataka mahusiano yaishe. Benita hana masiara, akampigia simu chifu kweli. Chifu akapokea. Hello baby girl, umeshanimisi tayari? Na Benita alipotaka kumwambia chifu zumuni la yeye kumpigia simu, Stanley akamziba mdomo na akamuomba asifanye hivyo. Benita akamzuga chifu na kumwambia kuwa anashukuru kwa zawadi zote alizomnunulia siku ya leo na pia istoshe amemmisi. Chifu akasema kuwa umeimisi? Basi mara nyingine nikija nyumbani tutalala wote usiku mzima. Sasa lile neno lilosema chifu likawa limewashtua wote wawili. Itakuwaje sasa chifu akija? Wakiwa hawajui ni nini wafanye, Stanley na Benita wakajikuta wanabembelezana tu. Wakati huo Benita analia tu, hamini kama kesho atampa yule mzee unyumba. Basi kama kawaida yao, hawa huwa wanakitupa muda wowote ule, wameshakuwa kama wanandoa. Wakiwa hapa kitandani, baada ya kukitupa, Benita alikuwa akimwambia Stanley stori ya maisha yake. Benita anasema kuwa yeye alikuwa anauza matunda hapo zamani huko kijijini kwao, na kwa sababu chifu alikuwa na shughuli zake kule, alimuona Benita na huko ndiko alikomchukua. Kudadeki, leo chifu huyu hapa anayashuhudia mwenyewe. Mzee aliongea huyo maneno yote hadi kilugha alinena. Hamini kabisa kuwa mtu aliyemwambia muangalizie mwanamke wake na kumlinda yeye ndo amekuwa akimla. Stanley akabeba nguo zake na kisha akafukuzwa nje ya nyumba hii, na hapa ndani akabaki Benita na huyu mzee. Mzee anaendelea kuongea tu, anajilaumu sana, kwa nini alimsaidia Benita pamoja na yote aliyomfanyia, gari nzuri, nyumba nzuri, lakini leo amemsaliti. Na mwisho wa siku chifu alimfukuza Benita kwenye nyumba yake, hataki hata kumuona, na kila kitu alichokuwa amempatia akamnyang'anya. Benita leo amefukuzwa, hajui hata anaanzia wapi. Basi ikabidi aondoke kwenye jumba la kitajiri. Kama baada ya wiki moja hivi tunamwona Benita yuko mtaani, yuko na begi lake. Kila alipokuwa akikutana na watu alikuwa akiwaonyesha picha ya Stanley ili kufahamu ni wapi anaishi, na baada ya kuzunguka kwa muda mrefu alikutana na huyu dogo hapa. Huyu dogo alimwelekeza mpaka ni wapi ambapo Stanley anaishi, na kweli baada ya kufuata maelekezo ya dogo, Benita alifika nyumbani kwa Stanley, akamkuta Stanley akiwa anafua, na kwa kuwa walikuwa wanapendana kwa dhati, wakakubaliana wataishi maisha hivyo hivyo magumu hadi siku ambayo Mungu atawajalia. Maisha ya kitaa yakaanza. Wakiwa wawili hawana hela, walikuwa wanaishi kwa amani sana, na uzuri Benita alikuwa ni mwanamke mzuri, mwanamke ambaye ana uwezo wa kuvumilia hali zote, na pia ni mwanamke ambaye ana uwezo wa kumfariji mume wake pindi anapokuwa amekosa. Basi maisha yakaendelea, siku zikazidi kwenda. Siku moja huku nyumbani Benita akiwa anaosha vyombo, mara akamsikia Stanley akiwa anakuja huku anaimba nyimbo. Ilikuwa ni taarifa nzuri sana kwao. Stanley alikuwa amepata kazi. Basi pale ndani furaha na ndelemo tu, anavunja mauno, na mara kwa mara Stanley alipokuwa akitaka kutoka, Benita alikuwa akimwombea, akimkabidhi mume wake mbele za Mungu. Na hapo ndo unakuwa mwisho wa hii kazi. Movie inaitwa Made in Gold. Kwenye comment section niambie unaangalia hii recap ukiwa wapi, lakini pia usahau kulike video hii, usubscribe na kuturn on notification bell. Tukutane kwenye kazi nyingine.